Ziara yetu ya leo lengo lake kubwa ni hili moja. Tumekuja kujifunza kwa wenzetu wilaya hii ya Newala kilimo bora na kisasa cha nini? Cha korosho. Nadhani wote vijiji vyote vimekuja na wawakilishi. Wakulima watano katika kila kijiji. Naamini na matumaini yangu ni kwamba kila mmoja atakayevotoka hapa ni tofauti kwanza na alivyokuja, lakini jambo la pili kutakuwa na mzigo wako nyuma ya wakulima wengine 20 utakao wafunza au watakaojifunza kutoka wapi? Kwako. Kwa hiyo mimi nadhani baada ya muda mchache huko mbele Mwenyezi Mungu akitujalia, korosho bora kwenye huu mkoa itatoka wilaya gani? Nanyumbu. Na wakuzalisha ni akina nani? Sisi. Tujipigie makofi mengi sana. Lakini kwa kipekee kabisa nimshukuru sana mwenyekiti na vyama vya msingi, mwenyekiti wa MAMCO. Nadhani mnamfahamu vizuri. Bwana Jula. Karibu. Wengi hamfahamu. Huyu ndiye mwenyekiti wetu wa MAMCO. Mheshimiwa Jula. Ametusaidia kwa kiwango kikubwa mpaka sisi kuja hapa. Lakini bila kuwasahau vyama vya msingi, wenye viti wake wako hapa. Tusogee jamani. Wenye viti wote wa vyama vilivyopo kwenye tarafa yetu ya Nanyumbu wametuwezesha kusafiri na kurudi pamoja na kupata chakula. Jamani, tumeelewana vizuri? Naendelea kuwakumbusha. Kilichotuleta huku ni kujifunza juu ya kilimo bora cha nini? Cha korosho. Tuone wenzetu wanafanyaje shambani. Wao mpaka bei za kwao zinakuwa juu, za kwetu zinakuwa chini. Jamani, nimeeleweka vizuri? Kwa hiyo niwatakie mafunzo mema, lakini nimkaribishe mwenyekiti wa MAMCO awasalimie na ajitambulishe iweze kumfahamu. Sawa jamani? Asante, karibu. Mimi binafsi nimefarijika kuungana na nyinyi kama wakulima wenzangu. Huenda na nyinyi mtakuwa mabalozi wa kwenda kuwaambia wakulima wale wengine ambao wamebakia kule nyumbani kwamba kilimo takao kiende hivi. Tunaenda kule kujifunza kwenye mashamba, tuhakikisha kila mmoja hawe serious. Na kitu kimoja ambacho nimejifundisha huku wakati naendelea kuzunguka, na mimi nimefanya tafiti, watu wa Newala hawana ardhi kubwa, lakini kipande chao kidogo cha ardhi wanakifanyia kazi ipasavyo. Ina maana hii elimu tukiichukua, kwa sababu katika eneo ambalo lina eneo kubwa ni Nanyumbu, si ndio hivyo jamani? Kwa hiyo kila mtu akienda kukata eka 30 akalima kilimo cha kisasa, faida ya kwanza, mazao yetu tutakuwa tunauza kwa wakati. Matumizi ya viuatilifu hayatakuwa makubwa. Leo utakuta mkorosho unapulizia mpaka mara 8, mara 9. Tafsiri yake mkorosho unakula dawa nyingi na matokeo yake tunachokwenda kukipata ni kidogo. Lakini leo ingekuwa tuna mikorosho mipya, michanga ambayo inafanya vizuri, msimu mpaka mwezi wa 11 tumefanyaje? Tumeshamaliza. Lakini leo msimu unafika mpaka mwezi wa 12 kwa sababu mikorosho yetu mingi ni ya kizamani na mikorosho ya kurithi. Tujitahidi kubadilika katika kuendea hichi kilimo cha korosho. Mimi nafikiri tutafika mbali sana. Kwa majina mimi naitwa Mohamed Ligwesi. Ni mkulima mdogo ambaye natokea tarafa ya Nanyumbu. Mimi haya mafunzo nitanufaika kwenda kuzalisha korosho iliyokuwa bora ambaye ina uwezo wa kwenda kukipeleka sokoni, itauzika kwa bei nzuri. Nitaachana na ile korosho ambaye tunasumbuka naye sana tukipeleka sokoni. Kwa hiyo mafunzo binafsi nimeyafurahia sana na ile jambo ni muhimu sana. Na niwasifie viongozi wetu ambayo walibuni hili jambo. Mwenyezi Mungu awabariki, na sisi sasa tuende tukawatumikie wale watu ambao wamebaki. Sisi kwa sababu tumekuja kama wakilishi, tutaenda kuyafanya yale ambaye wao waliibua na sisi tukayafanyie kazi. Kwa sababu tumefikia muda wa kuuza korosho bei yetu kwa chini, ni namna ya korosho tulionayo. Kwa hiyo kwa elimu hii, kwa mafunzo haya, nategemea nitaenda kuitoa korosho ile kwa bora ambaye kwa msimu wa 2027-28 tutaenda kuitoa korosho ambaye ina ubora zaidi, na sisi tutakuwa wanufaika wa kuuza bei nzuri ya korosho. Kwa hiyo mimi nashukuru sana viongozi wangu ambao wameshiriki zoezi hili. Mwenyezi Mungu awajalie sana.